Na mwendelezo wa somo letu la mamlaka ndani ya Kristo Yesu. Mamlaka aliyonayo Kristo ni au namna ambavyo Kristo anafanyika kuwa kiunganishi kati ya mbingu na uumbaji wa Mungu. Kristo ni kiunganishi kati ya mbingu na uumbaji wa Mungu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Injili ya Yohana ile sura ya kwanza mstari ule wa 12. Injili ya Yohana ile sura ya kwanza na ule mstari wa 12, na mstari maarufu kabisa. Biblia inasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kwa watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Anasema bali wote waliompokea Mungu aliwapa neema, uwezo wa kufanyika kwa watoto wa Mungu. Anasema wote waliompokea, kwa maana waliomwamini Kristo. Wako wapi? Wako duniani. Hao walitengenezwa kumfanania au kumlingania huyu aliyepo mbinguni. Kwa Kristo anafanyika kuwa daraja, anafanyika kuwa daraja kati yetu sisi viumbe vya Mungu na mbingu na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo huyu ambaye ni daraja letu, yeye ana mamlaka, anatembea upande huu na upande huu. Kama ambavyo unavyoona daraja linaegemea upande huu na upande wa pili. Na daraja linaegemea upande huu na linaegemea upande mwingine. Kwa hiyo daraja ndio linaunganisha. Kwa hiyo hili daraja kama lina nguvu, linasimama kusaidia watu wa upande huu na upande huu. Kwa hiyo tunapozungumza mamlaka ndani ya Kristo Yesu, ni mamlaka ambayo ni kiunganishi kati ya mbingu na wanadamu. Kwa hiyo ni mamlaka ambayo inafanya kazi mbinguni na duniani. Anasema bali wote waliompokea Mungu amewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sasa hapa anazungumza mstari wa 14. Anasema naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu huyo neno. Anasema tukauona utukufu wake kama mwana pekee atokaye kwa nani? Kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Huyo neno ambaye ni Kristo Yesu. Hapo juu anasema hapo mwanzo pale kwa neno, nani alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa nani? Mungu. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo neno, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Nini tunajifunza? Kwamba mamlaka ya kimbingu, mamlaka ya kimbingu inatenda kazi duniani. Mamlaka ya kimbingu inatenda kazi duniani, na inatenda kazi kwa wote waaminio. Huu uwezo ambao tunauzungumza unatenda kazi ndani ya kanisa. Ukiwa umetoka wapi? Mbinguni. Au ukiwa unaratibiwa wapi? Mbinguni. Kwa hiyo unapozungumza habari za Yesu, unazungumza habari za aliyesimama kuunganisha kati ya ulimwengu ulioharibika na Mungu, kati ya mwanadamu aliyepotea na Mungu. Kwa hiyo yeyote ambaye ameokoka, ameamini, anayo hii mamlaka. Na anapotambua, kujua hii mamlaka inatembea pamoja naye, inadhihirisha utukufu wake katika maisha yake. Anasema tukauona utukufu wa mwana pekee atokaye kwa nani? Kwa Baba. Kwa ametoka mbinguni, amekuja kwetu ili sisi ambao tupo katika ulimwengu, katika neema yake, tutembee na hiyo neema iliyoko ambayo ametoka nayo huko juu. Au sisi ambao tunaamini, ambao tuko duniani, tutembee kwa ratiba za wapi? Za mbinguni. Nazungumza hivi kwamba mamlaka katika Kristo Yesu ni mamlaka ya kimbingu ndani ya wanadamu waamini. Halo. Yeye alitoka mbinguni akaja kwetu, na tunauona utukufu wa mwana pekee. Halinganishwi na mtu, hafananishwi na mtu, hana mfano wa uwezo wa utendaji wa mwanadamu yeyote.
Yeye ni wa pekee. Sasa huyo wa pekee anakaa ndani yetu. Ndio anasema bali wote waliompokea amewapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Na alivyo wa pekee ndivyo walivyo wao wamwaminie huyo wa pekee. Kama alitembea katika nguvu, tutamwona na mtu mmoja aliamini atatembea katika nguvu. Kama atembea katika ushindi, tutamwona mtu mmoja aliamini atatembea katika nini? Katika ushindi. Kama tunaona utukufu juu yake, vivyo hivyo tutaona utukufu kwao wote waaminio. Na usi utukufu wao, ni utukufu wa nani? Wa Baba. Halo? Utukufu wa Baba. Biblia inasema sala Baba yetu uliye mbinguni, jina lako tukuzwe, ufalme wako, mapenzi yako kama mbinguni. Yesu anaomba, anasema mapenzi yako yatimizwe wapi? Duniani hapa. Kama vile ambavyo mapenzi yako wewe, matakwa yako wewe, shauri lako wewe, kusudi lako wewe Mungu linafanyika mbinguni, vivyo hivyo wapi? Duniani. Kwa nini? Kwa nini anawaambia mapenzi yako yatimizwe kama wapi? Mbinguni. Kwa sababu mamlaka tayari ya kimbingu inatenda kazi wapi? Duniani. Kupitia jina la Yesu. Hiyo mamlaka ya mbingu inatenda kazi duniani kupitia jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo unapozungumza habari za Yesu, ni habari ambazo haziko limit. Is unlimited. Unapozungumza nguvu ya Yesu ni unlimited. Haifungwa, izuiliwi. Inatenda kazi popote. Kwa hiyo unatamani kutembea katika upya huo, kwamba mapenzi ya Mungu yatimizwe duniani kama mbinguni. Unatamani hicho kitu? Halo? Lazima ingie ndani yako. Mapenzi ya Mungu yatimizwe kama wapi? Wapi? Duniani. Mapenzi ya Mungu yatimizwe duniani kama wapi? Bado. Yaani hayo mapenzi ambayo unafikiria ni mapenzi ya Mungu kwa neno lake yatimizwe. Hayo mapenzi yatimizwe. Yaani hayo mapenzi yatakuwa yatimizwe kama ambavyo yanatimizwa wapi? Mbinguni. Na duniani yatimizwe. Anayetimiza ni nani? Ni mimi na wewe. Mkono wa Kristo wa kutenda kazi ni kanisa. Mkono wa Kristo wa kudhihirisha utukufu wa mbinguni duniani ni kanisa. Uko wapi mwenzangu? Mamlaka ya Kristo ni mamlaka mbinguni na wapi? Na duniani. Sasa ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 29 mstari wa 11-12. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29, sura ya mwisho kabisa. Nasoma kuanzia mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Maandiko yanasema, Bwana ukuu wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, Bwana, nawe umetukuzwa mkuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima kutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Mkononi mwako mna uweza na nini? Na nguvu. Tena wewe mkono wako huo una nguvu kuwawezesha wote. Anasema na mamlaka, anasema nawe watawala juu ya vyote. Mungu wetu anatawala juu ya, Kristo anatawala juu ya vyote mbinguni na duniani. Tawala yake, utawala wake uko juu ya vyote. Lazima ufahamu haya. Lazima utambue haya.
lazima utembee katika haya, kwamba ufalme wa Mungu unala vitu vyote, na huo ufalme uko ndani yako. Ufalme unatenda kazi ndani yako. Tambua, elewa kwamba ufalme huo unatawala. Huo ufalme unatawala vile vyoko duniani na vile vyoko wapi. Vyote ambavyo unaviona juu ya uso wa nchi, ufalme wa Mungu unatawala. Na elewa kwamba everything, kila kitu duniani kiko sustained, kinashikiliwa na neno la Mungu. Kila kitu kilicho chema na ambacho sio chema, vyote vina exist kutokana na neno la Mungu. Vyote vipo kutokana na neno la Mungu. Siku Mungu akisema na visiwepo, vinaondoka. Halo? Kama alivyosema na iwe, na iwe, na iwe, na ikawa, na akisema kwa na isiwe, na vinatoweka. Kwa hiyo vyote unavyoviona wewe viko ndani ya mamlaka ya Mungu. Vyote viko ndani ya mamlaka ya Mungu. Daudi anawaambia wana wa Israeli baada ya kutoa sadaka zao kwa ajili ya ujenzi wa hekalu, anamwambia hakuna Mungu mwingine kama wewe, unatawala vitu vyote. Uweza wako ni wa ajabu, unawezesha kila mtu. Wewe unawezesha kila mtu. Kwa hiyo tamani sana kwamba yale mapenzi ambayo yanadhirika mbinguni, tamani yadhirike kwa. Tamani sana. Halo? Kama ni neema itembee na wewe, kama ni kibali kitembee na wewe, kama ni uponyaji utembee na wewe, kama ni amani itembee na wewe. Chochote ambacho unafikiria wewe kutokana na neno la Mungu kwamba ni mapenzi ya Mungu, vitembee na wewe. Hata hivyo, kazi ya Kristo duniani ni kuja kudhihirisha mapenzi ya Mungu. Kumwokoa mwanadamu ni mapenzi ya Mungu. Anasema siwaiti tena watu, na waita warafiki. Injili sura 15 mstari 15. Sema siwaiti tena watu, ninawaita rafiki. 13 anasema kwa nini? Kwa sababu ninyi mmeokolewa na mmetakaswa kwa damu ya Yesu. Ninyi sio watu baki. Ninyi si watu wa jehanamu. No. Ninyi mmeingizwa katika pendo la nani? Na Kristo. Mmekombolewa kwa dhabihu, kwa damu ya thamani. Kwa hiyo ninyi ni mali ya nani? Ya Mungu. Kama ni mali ya Mungu, mapenzi ya Mungu yako ndani yako. Matakwa ya Mungu yaliyo mema, mambo yaliyo mema yako ndani yako. Tamani kutembea katika haya. Tamani kudhihirisha mambo haya. Kwa hiyo Daudi anawaambia hivyo wana wa Israeli kwamba no atawalai ni huyu mmoja tu, ni Mungu tu peke yake. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye ana ukuu na uweza na utukufu, na yeye ndiye ambaye anasababisha ushindi. Yeye pekee ndiye anayesababisha ushindi. Kwa nini? Kwa sababu uweza uko ndani yake, ukuu uko ndani yake, utukufu uko ndani yake, mbinguni na duniani. Mbinguni na duniani. Taka nini? Taka neema. Taka nini? Taka ushindi. Kaa ndani ya Kristo Yesu. Yeye anadhihirisha. Hakuna jambo gumu. Kweli hakuna jambo gumu. Wapi? Mbinguni hakuna jambo gumu. Hata duniani hakuna jambo gumu. Mwili usikudanganye. Yanaonekana sikudanganye. Tembea katika neema ya Mungu. Tembea katika uwezo wa Mungu. Utaona mambo yasiyokuwa ya kawaida katika maisha yako. Halo? Amen. Danieli anazungumza. Kitabu cha Danieli ile sura ya 6. Danieli sura ya 6 mstari wa 27, maandiko yanasema yeye uponya na kuokoa, utenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba.
Anasema yeye uponya na kuokoa. Utenda mambo ya ajabu, utenda ishara za ajabu mbinguni na duniani. Yeye huyo ambaye anatenda mambo ya ajabu mbinguni na duniani ndiye aliyemwokoa Danieli na makanyo ya nini? Ya simba. Alimwokoa na makali ya nini? Ya simba. Kwa nini? Kwa sababu anaweza, ana mamlaka ya kutenda mambo yasiyokuwa ya kawaida mbinguni na duniani. Kwa usimsubiri Mungu mbinguni, muone Mungu katika uweza wake wa duniani. Anzia hapa, kwa sababu usipotembea na uwezo wa Mungu hapa duniani, hata mbingu ni ngumu kuiona. Halo, ni ngumu kuiona, kwa sababu uwezo wake ndio unakufanya wewe kuwa salama. Uwezo wake ndio unakutia nguvu ya imani ya kusonga mbele katikati ya majaribu. Unapoona anavyotenda, unapoona namna anavyodhihirisha mambo makubwa katika maisha yako, unakaa naye, kwa sababu Mungu ni Mungu. Yeye halinganishwi na wanadamu, halinganishwi na watu, hafananishwi na vitu. Anaposimama na kumtetea mtu wake, huwa anadhihirisha ushindi wa ajabu sana. Na kila tendo la Mungu huwa ni ushuhuda kwa watu wengine. Kwa tamani sana kudhihirisha mapenzi ya Mungu katika maisha. Tamani sana. Mamlaka yake iko duniani na mbinguni. Mamlaka yake iko mbinguni na duniani. Amen. Danieli anazungumza, anasema hakuna mwingine kama huyu. Uweza wake ni wa ajabu sana. Yeye afunga, atakalo duniani linafanyika, atakalo mbinguni linafanyika. Unaweza kaamini huyu ndiye ambaye yuko ndani yako? Halo. Unaweza kaamini huyu ndiye ambaye unaishi na? Unaweza kaamini huyu ndiye ambaye unamuomba kila siku? Elewa kwamba mamlaka yake iko ndani yako. Uweza wake uko ndani yako. Kitabu cha Wafilipi ile sura ya Wafilipi ile sura ya 2. Wafilipi ile sura ya 2. Kwanza mstari wa mstari wa 9. Wafilipi 2:9 anasema hivi, 9 mpaka 10. Kitabu cha Wafilipi. Anasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile, jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri. Kwa nini ukiri? Anasema hapo juu, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri, kwa vitu vyote vilivyoko mbinguni vikiri na kuinama, vilivyoko duniani vikiri na kuinama. Kwa nini? Kwa sababu ya mamlaka ambayo iko ndani ya jina la nani? La Yesu. Kuna mtu ananielewa? Amen. Mamlaka ambayo iko ndani ya jina la Yesu linafanya au kusababisha hiyo mamlaka kila kitu chochote ambacho kiko mbinguni. Mbinguni kama kuna viumbe, kama kuna roho, zitakiri na kunama. Duniani kama kuna vitu, kama kuna viumbe, vitakiri na kusimama na kuinama. Kwa nini? Kwa jina la nani? La Yesu. Vitu vya mbinguni, vitu vya, nasema na hata vya chini ya nini? Ya nchi, vyote vitakiri na kuinama. Kwani kwa jina la Yesu. Kwa hiyo dhabihu ya jina la Yesu, dhabihu ya damu ya Yesu Kristo
imetupatia kuhalalishwa na kutembea katika mamlaka ya kimungu, ambayo mamlaka inaenzi duniani na mbinguni na duniani. Hiyo tumekirimiwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la kawaida, hili si jina kama majina mengine. No, ni jina ambalo limebeba mamlaka, na hiyo mamlaka iko juu ya vyote vya mbinguni na vya duniani. Halo? Anasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri. Kwa jina la Yesu. Kwa hiyo umekutana na jambo la kwanza la kufahamu. Umekutana na hali. Jambo la kwanza la kufahamu. Umekutana na vita. Jambo la kwanza la kufahamu. Umekutana na jaribu. Jambo la kwanza la kufahamu ni nini? Tambua kwamba una jina. Nalo hilo ni jina la nani? La Yesu. Una jina. Sio jina kama la kwangu. Sio jina kama la mfalme fulani, wa nchi fulani au rais. No. Hili ni jina ambalo kila goti linapiga. Amen. Kila ulimi unakiri. Amen. Kwa hiyo unaelewa kwamba mapepo yatapiga goti na kukiri. Halo? Magonjwa yatapiga goti na kufanya. Nguvu za giza zitapiga na kukiri. Wafalme watapiga magoti na kukiri. Wako waliopita kina Dario, wakina Nebukadneza, walipiga magoti na kukiri. Wakasema no, huyu ndiye nani? Ndiye Mungu wa kweli. Huyu ndiye Bwana. Huyu ndiye Mwokozi. Hakuna mwingine kama huyo. Kwa hiyo unaweza ukateseka usijue vile ambavyo hili jina lilivyo katika maisha. Na unaweza ukakawaidisha halafu ikakuletea mateso makubwa sana kwako. Na anachokiwini shetani kwako ni kukufanya usiliamini na kulichukulia kwa imani vile lilivyo jina la nani? La Yesu. Unadharau. Unakawaidisha kwamba na ukichukulia hivyo matokeo yake yatakuwa hivyo hivyo. Lakini wale ambao walitambua kwamba ndani ya jina liko mamlaka ambayo vitu vyote duniani na mbinguni vinaanguka. Vyote vinapumua, vipumui vinaanguka. Halo? Vina macho, vina macho, vitaanguka tu. Hebu jiulize, nini kilisababisha Bwana Yesu akatembea juu ya maji? Nini? Halo? Waza. Kitu gani ambacho kilisababisha Bwana Yesu akatembea juu ya maji? Ni mmoja kati ya vitu vigumu sana katika viumbe, hasa wanadamu, kutembea juu ya maji. Halo? Kilichosababisha ni mamlaka aliyokuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu ni mamlaka ambayo iko juu ya viumbe. Yaani mamlaka ya jina la Yesu iko juu ya asili. Asili na nguvu. Na jina la Yesu na nini? Lina nguvu. Magonjwa ni asili. Mauti ni asili. Maji ni asili. Njaa ni asili. Majaribu ni asili. Kwa jina hili linapoitwa lenyewe lina nguvu kuliko asili. Halo? Kwa ni chaguo lako wewe. Unaamini jina la Yesu lenye mamlaka ya mbingu na duniani, au unaamini asili ambao umeikuta duniani? Kitu gani ambacho nakiamini? Ni nini ambacho kimeujawa moyo wako? Unaiona hiyo mamlaka ikitenda kazi, au unaona asili ikitenda kazi? Nini ambacho nakiona wewe? Unafikiria nini ambacho kiwezekani kwako endapo jina la Yesu likiwa mahali pake? Jina la Yesu likiwa mahali pake, hakuna jambo lisilowezekana. Hakuna jambo lisilowezekana. Jina la Yesu likiwa mahali pake, hakuna neno gumu, hakuna. Wala hakuna njia ambayo ni ngumu. No. Hakuna. Kwa hiyo jina la Yesu linajitosheleza. Lina nguvu. Hili jina lina nguvu. My friend,
Hili jina lina nguvu. Sio kama majina mengine. No, lina nguvu. Hebu chukulia hii. Tembea katika imani hii. Utaona matokeo yasiyokuwa ya kawaida. Matokeo yasiyokuwa ya kawaida. Anasema kwa jina la Yesu kila goti litafanya. Na kila ulimi utakiri. Ya vitu vya duniani na vya mbinguni na vya chini ya nchi vitapigwa. Vyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu yeye, mamlaka yake ni ya viumbe vyote na umaji wote. Huyu Mungu tuliye naye, Mungu wa Biblia, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu Elohim, yeye mamlaka yake ni ya viumbe vyote na uumbaji wote. Amen. Kwa hiyo kwako hakuna jambo jipya. Yote yamehakikishwa, yamepimwa tayari ndani ya jina la Yesu. Yote yamehakikishwa. Kwa hiyo tembea kifua mbele ukimwamini nani? Mungu. Na unapokutana jambo lolote, hili jina la nani? La Yesu. Tamka jina la nani? La Yesu. Na litakuwa shwari. Bwana Yesu ndani ya mashua pamoja na wanafunzi wake, ikaja dhoruba kali, wakaanza kulalamika. Walipomwamsha, maana maandiko yanasema alikuwa amelala, akaamka akakemea nini? Pepo. Na maandiko yanasema nao kukatii. Mamlaka ikisema ikiamuru, wanaopewa amri sharti kutii. Halo? Mamlaka ikisema, wanaopokea hiyo amri huwa ni kutii. Kwa hiyo asili ikatii. Mauti ya Lazaro siku 4 ikatii. Yaani hakuna kubisha, hakuna no, lazima utii. Kwa hiyo wakati mwingine simama, unaona hali si hali, wewe simama, tamka jina la Yesu. Achilia kazi ya hilo, kazi ya hiyo hali, kazi ya jaribu ni kutii. Haina kazi nyingine. Wala kutesa sio kazi yake kwako. Kazi yake kwako ni kutii. Unaona nini wewe? Mungu akamwambia Yeremia, unaona nini? Mpendo katika Bwana. Unaona nini? Katikati ya giza, katikati ya wimbi makali, katikati ya kukataliwa, katikati ya mauti, unaona nini wewe rafiki yangu? Unaona kufa kufuka? Unaona kuangamia kufuka? Huwezi ukaona kufuka kama hujatambua mamlaka ya jina la nani? La Yesu. Hakuna kufuka. Kwa sababu hatufuki kwa nini? Kwake. Hatufuki kwa nini? Kwa nguvu. Tunafuka kwa mamlaka ya nani? Ya jina la Yesu. Halo? Halo? Ile Injili ya Yohana sura ya 1 sura ya 14 tumepasoma pale. Anasema naye ile neno akavaa nini? Mwili. Neno alivaa mwili. Akaja kwetu. Nilipomuona huyo neno, alikuwa ni mwana wa pekee atokaye kwa nani? Kwa Baba. Amejaa utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa na neema vilikuwa pamoja naye. Kwa na neema vilikuwa, utukufu kwa na neema vilikuwa pamoja na nani? Na neno. Tabia ya Mungu kwa viumbe vyake ni matokeo, ni mabadiliko. Napotamka jina la Yesu katikati ya hali yoyote,
lazima matokeo yadhihirike. Lazima usiwe na mashaka, usiwe na hofu, wala usibaki njia panda. No, kama wanadamu waonavyo njia za kutokea, wengine baba yangu ni njia ya kutokea,